Wapendwa, mnamo tarehe 2 ya mwezi wa pili mwaka 2004, katika moja ya familia nzuri, familia ya kipendwa ambao wamemcha Mungu na kumshika Bwana, wanapokea mtoto wa kike, a bouncing baby girl, ambaye wanamuita jina la Vestine Charles. Baadaye miaka miwili, mnamo mwaka 2006, tarehe ikiwa ni ya tarehe 26 ya mwezi wa 6, wanapokea another bouncing baby girl ambaye huyu wanamuita jina la Dorcas Kamikazi. Hawa wawili wanaunganika katika familia ya baba na mama ambao hawa wako nchini Rwanda na wanamtumikia Mungu katika kanisa mojawapo, local church huko nchini Rwanda. Watoto hawa wawili, mama ni mwimba kwaya lakini baba ni mtumishi wa kanisani. Wanakuwa kwa kufuata maadili ya kanisa na wanaendelea vizuri pamoja na kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Mnamo mwaka 2020, watoto hawa wanagundulika kuwa wana kipaji kikubwa sana cha uimbaji, ambapo mwanadada mmoja ambaye ni kiongozi katika lebo ya MIE anayetambulika kwa jina la Irene anaamua kuwasainisha mkataba kwa ajili ya kufanya nao kazi na kuwasapoti katika kuimba gospel. Kwa hiyo katika mwaka 2020 watu hawa wakaamua kuingia rasmi katika industry ya muziki wa gospel. Si wengine nao wazungumzia bali ni Dorcas and Vestine, wanadada ambao wameimba nyimbo kubwa sana duniani kwa sasa inayotambulika kwa jina la Yebo. Jua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Wanadada hawa wanafanya vizuri kwenye muziki wa gospel. Sasa leo natamani tujadili, tuangalie ni kwa sababu gani wanafanya vizuri kwenye muziki wa gospel, ihali wameingia hivi karibuni katika tasnia hii. Twende nami katika makala hii, ufuatane na mimi ili tuweze kuchambua wote. Ukitazama katika akaunti ya YouTube ya record label ya MIE, ambapo ndipo walipoposti wimbo wa Yebo, utagundua kwamba takriban miezi 10 wimbo umepata views milioni 29. Umeweza kuzipiku nyimbo nyingine nyingi ambazo tayari zilikuwa zimekwisha tangulia kwenye industry ya gospel music. Maana yake ni kwamba ni mafanikio makubwa sana katika industry ya gospel. Mwanadada Dorcas na Vestine, ndugu hawa wawili ambao takriban kwa sasa mmoja anatimiza miaka 20 mwaka huu 2026, lakini mwingine anatimiza miaka 22. Mafanikio yao yalianza wakiwa wadogo sana. Walipo sign record label ya uimbaji ya MIE mwaka 2020, walikuwa na umri mdogo sana, takriban miaka 6 iliyopita. Kama sasa hivi wanatimiza miaka 20 na mwingine 22, manake way back walikuwa ni wadogo sana. Unaweza ukakalculate wewe mwenyewe hapo ili uweze kugundua kuwa walikuwa na umri wa kiasi gani wakati wanasainishwa mkataba wa record deal hiyo. Watu wengi walikuwa wanajiuliza kwamba watu hawa ni kwaya au ni nini au ni ndugu, lakini ni kutaarifu tu kwamba hawa ni ndugu ambao wako wawili tu na wameimba nyimbo hiyo wakiwa wao wenyewe wawili tu, na wameweza kufanya hivyo takriban nyimbo zao nyingi tu ambazo zipo kwenye akaunti ya YouTube. Lakini nyimbo ambayo imeweza kutoboa na kupata umaarufu mkubwa kwa hapa kwetu Tanzania ni huo wimbo wa Yebo, ambao watu kibao walikuwa wanajiuliza kwamba ni wa Tanzania au ni wa nchi gani, kwa sababu wametumia Kiswahili, na ukweli ni kwamba hawa ni wa Rwanda, lakini sasa hivi wanapiga show all over the world. Last time show yao ilifanyika nchini Canada na kuweza kuperform vizuri sana na ukumbi ukaweza kujaa. Lakini swali ni kwamba why wanapata mafanikio ya haraka namna hiyo?
Katika utafiti wangu nimeweza kugundua kwamba waimbaji kutoka nchini Rwanda wanaowakilisha uimbaji wa nyimbo za Injili nchini Rwanda wamepita na lugha ya Kiswahili, kwa sababu wa Rwanda wanazungumza Kifaransa na Kinyarwanda, lakini sasa hivi naona upepo wa Kiswahili nchini Rwanda umekuwa mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia mwanamuziki Israel Mboni ambaye pia aliweza kutoa nyimbo yake ikafanya vizuri na kufikisha views takriban milioni 100 na upuzi, pia naye ameweza kuimba kwa Kiswahili. Wadada hawa Dorcas and Vestine nao pia wamepita na Kiswahili vizuri na kimeweza kuwazalishia matunda mazuri katika video yao hiyo ya Nitawale ambayo inatambulika kwa jina la Yebo. Na watu wengi wanajiuliza kwa nini wanafanikiwa hivyo. Ni kwa sababu management ambazo zinasimamia muziki huko Rwanda ziko very serious na wanafanya kazi as if wanasimamia muziki ya secular. Kwa hiyo hata deals zao wanazo negotiate as if kwamba wanafanya gospel, wanafanya secular music. Kwa hiyo hii inasababisha kuwe na userious mkubwa sana katika nyimbo zao, na pia katika kupush nyimbo zao wanatumia nguvu kubwa. And of course kuanzia instruments, devices wanazozitumia ni zile ambazo zina quality ya kimataifa. Kwa hiyo kazi zao pia wanaweza wakazitoa kimataifa na kuuza kimataifa, na ndio maana wameweza kufanikiwa sana hawa wanadada wawili Dorcas pamoja na Vestine, ni mtu na ndugu yake. Kama una maswali kuhusiana na wanadada hawa, andika comment yako hapo chini. Hii hapa ni Tembo Media na hii ni Gospel Recap. Usiache kusubscribe na kuweka comment. Haleluya wapendwa, muwe na wakati mwema.